Hai, leo tutajifunza jinsi gani ya kuweza kuotesha nywele za mbele. Najua kuna watu wengi wanasafa na hii tatizo. Mimi pia ni mmoja wapo. So hii ni issue ambayo imekuwa very serious. Na kukatika kwa nywele za mbele kunaweza kukaa kumesababishwa na sababu mbalimbali. Moja wapo inaweza ikawa ni vile ukavu au style ambazo unasuka, lakini mimi kwa upande wangu ni kwa sababu niko katika postpartum. Kipindi kile baada ya kujifungua nywele zangu zimekuwa zikikatika sana na nimepata madhara hasa sehemu za mbele na pembeni. So leo tuko hapa tutengeneze dawa hii ambayo itasaidia sana kukuza nywele zetu ambazo zimekatika. Okay. Hapa mahitaji ambayo tunatakiwa kuwa nayo, tunatakiwa kutumia ndizi moja pamoja na yai moja. Yai lolote, lakini vizuri zaidi ukipata yai la kienyeji. Umeona nywele zangu zilivyokatika hivyo mbele, ni majanga, ni disaster. Kwa hiyo tujaribu kufanya njia hii kwa sababu kuna hivi vitu ambavyo tunavitumia siku ya leo. Kama hapo mwanzo umeona nimetumia yai, nimekuonyesha yai, lakini pia nimetumia ndizi. Ndizi nimeikatakata, nimeitwanga hapo, kisha nikaichuja kwenye kitambaa. Hiyo ndio ndizi yetu. Kwa hiyo kitu ambacho nitafanya hapa, nitakwenda kuchanganya ndizi pamoja na mayai na vitu vingine ambavyo utaendelea kuviona. Ndizi ina biotin, lakini pia ina potassium, ambazo hizi ni minerals ambazo ni za muhimu sana katika ukuaji wa nywele zetu. Kwa sababu hizi minerals ambazo zipo kwenye ndizi, ukiweka kwenye kichwa chako, inasaidia sana kufanya ngozi ya kichwa kuwa yenye afya, kuwa imara. Kwa hiyo ngozi ya kichwa ikiwa afya, hivyo itaruhusu nywele zako kuweza kuota vizuri na kuwa zenye afya. Kwa hiyo tuangalie yai. Vitamini ambazo zinapatikana kwenye yai zinasaidia sana kuhamasisha ukuaji wa nywele. Kwa hiyo nywele zinakuwa hazikatiki hovyo. Hapa sasa nimechanganya na hiyo mayonnaise kama ambavyo umeiona. Hiyo ni steaming guys. Hiyo ni steaming. Kama tunavyojua faida ya steaming, inafanya ngozi yako ya kichwa iweze kupata moisture na vile vile nywele zako ziweze kupata unyevu. Moisture ndio unyevu. Kwa hiyo ukifanya hii steaming katika mchanganyiko huu, inafanya ngozi yako ya kichwa na nywele zako ziweze kupata unyevu wa kutosha kabisa. Baada ya hapo nitaweka mafuta ya nazi kama hayo ambayo umeyaona. Mafuta ya nazi yanaleta mng'ao na kuongeza pia unyevu, ili kuifanya mchanganyiko wetu uweze kuwa mzito na mzuri zaidi. Basi hapo mimi nitaanza kupaka mchanganyiko wangu huu kwenye ngozi ya kichwa na kwenye ncha. Hapo nitazingatia kwenye ngozi ya kichwa na kwenye ncha. Hakikisha unapopaka mchanganyiko huu una massage vizuri kama unavyoona hivyo, nywele zinakuwa ziko very moistured, zimepata unyevu wa kutosha. Usisahau huku sehemu ya mbele, kwa sababu mchanganyiko huu una faida kubwa sana katika kuotesha nywele mpya na kufanya ngozi ya kichwa iweze kuwa nzuri, iweze kuwa imara, ili nywele ziweze kuota vizuri zaidi. Kwa hiyo nitaipaka yote hata kwenye sehemu ya kichwa iliyobakia, sio mbele tu, kwa sababu hii ni treatment ambayo itatibu hata sehemu nyingine ambayo ya nywele ambayo hazioti vizuri. Lakini pia kama nywele zako hazina shida, ukapaka mchanganyiko huu, nywele zako zitakuwa ziko imara na utapunguza kukatika kwa nywele mara kwa mara. Vile unavyochana nywele zinakatika, ukiendelea kutumia mchanganyiko huu, kule kukatika kwa nywele kutapungua. Kwa hiyo hivyo ndio unavyoweza kuotesha nywele za mbele. Baada ya hapo utavaa kofia hiyo ya kuogea na kufunga na taulo, na kisha utakaa kwa muda wa nusu saa, kisha utaosha kwa maji ya baridi. So tutaishia hapo kwa leo, till next time, bye.